Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wafuatiliaji wa hili somo popote pale mlipo, natumai muwazima wa afya, nami si jambo, namshukuru Allah. Tukiwa katika kozi yetu mpya ambayo imeandaliwa special kwa ajili ya miezi mitatu. Kwa wale ambao walishajiunga, basi ni kwamba niwaambie kuweni makini na ufuatiliaji wa somo. Utaratibu wa masomo haya, uzuri wake ni kwamba kila ambacho unakisoma hapa unatakiwa ukae na daftari, sio kukaa na simu ukasikiliza peke yake. Kaa na daftari kama vile upo darasani kabisa. Unapokaa na daftari lako, hapo ndio utakuwa na uwezo wewe mwenyewe wa kunoti yale ambayo unayapata hapa, kwa sababu leo simu unayo, kesho simu huna. Kwa hivyo ni vyema kuchukua tahadhari hiyo ya kwanza. Lakini vile vile kufanya mazoezi pale ambapo unatakiwa kufanya mazoezi na kujibu maswali ambayo umeulizwa. Hii inakusaidia wewe kuweza kujifahamu kwamba tayari umeelewa somo au bado. Na unapofanya mazoezi hayo, basi hakikisha unayapeleka moja kwa moja kwa mwalimu ambaye anadifundisha somo hili, ili aweze kuhakikisha kwamba ni kweli ulichojibu au sio kweli. Naam. Tukianza moja kwa moja na somo letu la lugha ya Kiarabu, lengo ni kuwawezesha watu waweze kuzungumza na kuweza kuandika chochote kile katika lugha ya Kiarabu. Hapa tutaangalia zaidi kwanza. Tungeanza na alfabeti na mambo kama hayo, lakini kutokana na kwamba watu wengi wanaofuatilia haya masomo sio wale ambao hawajui kitu kabisa. Wengi wao wanakuwa tayari wameshafahamu kwamba alifu ni nini, ba ni nini. Lakini kama kutakuwa na uhitajio wa hilo, mtaweza kuweka maelezo yenu, nasi tutaweza kuandaa somo hilo special kwa wale ambao hawazijui herufi za lugha ya Kiarabu. Naam. Ad-darsul awwalu, hapa tukiangalia somo la kwanza. Katika somo la kwanza kuna vitu vikuu viwili ambavyo unapaswa uvizingatie. Kitu cha kwanza ni jina la kuulizia swali, kwa vile vitu ambavyo sio vyenye akili. Kwa hiyo tunaweza tukaulizia kitu kwa kusema ma. Kwa hiyo tunatumia neno la kwanza ni ma. Ma ina maana ya nini, nini, ma nini. Naam. Ama kitu cha pili ambacho tutajifunza hapa, tutajifunza kitu kinaitwa hadha. Hadha, hii ni ismu ishara au ni jina la kuashiria. Unapoashiria kitu kilichopo karibu yako chenye sifa ya kiume kimoja ambacho hakiko mbali, basi ni kwamba unasema hadha. Hadha maana yake hiki, hapa, lakini sharti kiwe na sifa ya kiume. Kwenye lugha ya Kiarabu vitu vinatofautishwa vyenye sifa ya kike na sifa ya kiume, na ziko alama zake ambazo zinakuonyesha kwamba hivi ni vyenye sifa ya kike. Na hayo yote tutajifunza kama wewe utakuwa ni mfuatiliaji wa somo hili huko mbeleni. Naam, tutajifunza taratibu mpaka pale ambapo utakuwa na wewe una mwanga fulani wa lugha ya Kiarabu. Baada ya kujua mambo mawili ambayo tutayasoma kwa siku ya leo, tunasema kwamba ma ni ismu istifhamin li ghairi al-aqili. Hii ma ni jina la kuulizia visivyo na akili. Unapotaka kujua kitu kisichokuwa na akili, unauliza kwa kutumia ma. Mfano, ma hadha. Ma hadha, nini hiki, nini hiki. Naam. Hapa leo tutachukua maneno kama 10 hivi ambayo yatatuwezesha sisi kuweza kuhifadhi akilini mwetu. Maneno 10 ni muhimu sana uweze kuyazingatia. Neno la kwanza tunataka kuchukua kitabun. Kitabun, sawa? Kwa hiki tunasema kwamba kitabun kwa lugha ya Kiarabu ndio kile kitabu kwa Kiswahili. Endapo sema ma hadha, ma hadha ni nini hiki, na toa jawabu kwa kusema hadha kitabun. Hadha kitabun, hiki ni kitabu. Ma hadha ni nini hiki? Hadha
kitabun, hiki ni kitabu. Okay, ninalo jina la pili ambalo katika ile majina 10 ambayo nimekuambia, basi la pili ni qalamun. Qalamun, qalamun, tamka ninavyo tamka. Qalamun, qalamun, peni au kalamu. Sawa? Kwa hiyo ma hadha, ni nini hii? Hadha qalamun, hii ni kalamu. Ma hadha, ni nini hii? Hadha qalamun, hii ni kalamu. Jina la tatu ambalo tutaligusia hapa ni waraqun. Waraqun, 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 karatasi au kurasa. Waraqun, karatasi, ikiwa ni moja, karatasi kama ni nyingi, kurasa. Kwa hiyo kurasa zinakuwa ni awraqun, awraqun, awraqun. Lakini leo hatupo kusoma umoja na wingi, tunasoma kitu kimoja tu. Tunasema waraqun, karatasi. Ma hadha, ni nini hii? Hadha waraqun, hii ni karatasi, hii ni karatasi. Hadha waraqun, hii ni karatasi. Jina la 4 ni kursiyun. Kursiyun, kursiyun, kiti. Kursiyun, kiti, kile cha kukalia. Kwa hiyo tunasema ma hadha, ni nini hiki? Hadha kursiyun, hiki ni kiti. Hadha kursiyun, hiki ni kiti. Okay, jina la 4, afwan, jina la 5 ni maktabun. Maktabun, 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 meza ya kuwekea vitabu au meza ya kuandikia. Unaweka madaftari yako, ndio shughuli zako za uandishi zinafanyika hapo. Hiyo inaitwa maktabun au meza ya ofisini. Maktabun, meza. Maktabun, meza ya ofisi. Ma hadha, ni nini hii? Hadha maktabun, hii ni meza ya ofisini. Majina ya meza hutofautiana na matumizi ya meza. Kama meza ni ya chakula ina jina lake, kama meza ni ya jikoni ina jina lake, kama ni meza ya matumizi mengine basi itakuwa na jina lake. Tutasoma hayo taratibu kila siku tukienda mbele. Okay. Jina la 6 ni maq'adun. Maq'adun, 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 benchi au sehemu ya kukalia. Umetengeneza mabao yako kwa special kwa ajili ya kukalia, hiyo itakuwa ndiyo maq'adun, ni sehemu ya kukaa watu kitako. Kwa hiyo ma hadha, ni nini hili? Hadha maq'adun, hili ni benchi au hiki ni kikalio. Utakavyotoa tafsiri kwako sawa, muhimu mfahamu kwamba ni kitu kilichoandaliwa maalum kwa ajili ya watu kukaa. Sawa? Kwa hiyo upo uwezekano wa maktabun na maq'adun vikajengwa pamoja. Mfano madawati, yani madeski yale ambayo tunakalia shuleni, madarasani. Kwa yale yametengenezwa yakiwa yako na maq'adun, sehemu yake ya kukalia, lakini yako na maktabun, sehemu yake ya kuandikia. Naam, ma hadha? Hadha maq'adun. Hadha maq'adun. Naam. Jina la 7 tutaangalia babun. Babun, babun, yani mlango. Ma hadha? Hadha babun, huu ni mlango. Hadha babun, huu ni mlango. Ma hadha, ni nini huu? Hadha babun, huu ni mlango. Jina la 8 tutaangalia jidarun. Jidarun, jidarun, ukuta. Ma hadha? Hadha jidarun. Unamuuliza mtu ma hadha, ni nini huu? Na yatakwambia hadha jidarun, huu ni ukuta. Naam. Kwa hiyo hapo tuliangalia majina 8.
majina 8 ambayo tulisha yasoma hapo mwanzo, tukaona kwamba unaweza kumuuliza mtu vipi naye akaweza kukujibu. Na kwa hiyo majina 8 hayo, lakini la 9 ndio lile ma lenyewe au ma hadha, lakini vile tutaangalia na hadha ndio la 10 lenyewe. Kwa hiyo hivyo vinakuwa tumesoma vitu 10 kwenye siku ya leo. Katika somo la leo hapa tumeangalia vitu 10. Kitu cha kwanza tumesoma ma tukasema ni jina la kuashiria vile ambavyo havina akili. Sawa? Vipi havina akili? Maana yake tutajua kwamba tukiona kitabu hakina akili, tukiona ukuta hauna akili, tukiona kalamu vile vile, na mfano vitu kama hivyo. Kwa hivi vitu vyenye sample kama hiyo, basi tunaviashiria kwa kusema ma. Ama neno hadha inaingia kwa wenye akili na wasiokuwa na akili, lakini kwa wale waliopo karibu tu, sio walioko mbali. Waliopo karibu unamwashiria yule aliyopo karibu na kutaka kumuuliza kwamba unaposema ma hadha unamuuliza kwamba ni nini hiki, naye akujibu kile ambacho umemuuliza. Au wewe binafsi unataka kumwashiria mtu kitu fulani kilichopo karibu, unamwambia hadha qalamun, hii ni kalamu, hii ni kalamu. Naam, nadhani mpaka hapo utakuwa umeelewa chochote kile ambacho kimeelezewa kwenye somo letu la kwanza. Kama umeelewa kile kilichosomeshwa, basi ni wakati wako sasa kwenda kwenye tamrin, mazoezi. Twende kwenye mazoezi. Hapa nitakuwekea picha, mimi nitakwambia hadha, wewe utakamilisha kwa kuandika kwenye daftari lako kwamba hadha kursiyun, hadha qalamun, hadha. Wewe mwenyewe utakamilisha, mimi natuma picha, wewe utasema hii ni. Maana ndio mazoezi yanaanza hayo kwenye somo letu la leo. Hadha naam. Kwa hiyo picha 3 hizo utazisemea kwamba hiki ni nini, hiki ni nini. Ama zoezi linalofuata, nataka wewe uashirie. Mimi nitakupa jina, picha na jina lake, wewe utasema kwamba hadha babun, hadha kadha. Picha ya kwanza, babun, wewe utasema hadha babun, mfano kama huo. Jidarun, kitabun. Naam, hilo ni zoezi la pili. Ama zoezi la 3, nataka wewe binafsi useme kwamba hii ni kwa Kiarabu, useme hapo, uandike hii ni. Sasa wewe mwenyewe binafsi unatakiwa uniletee majibu nione kile ambacho umekijaza. Sawa? Picha ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6. Naam, kwenye hayo ndio tunaishia mazoezi yetu ya kukamilisha somo letu la kwanza. Kwa siku ya leo kujikumbushia, tumesoma vitu kama vile ma, tukasema nini, hadha tukasema ni ishara, ni jina la kuashiria, lakini tukasema ma hadha, hili ni swali la kuulizia kile kitu ambacho kipo karibu, ambacho kinaashiriwa sasa, chenye sifa ya kiume, lakini vile vile kikiwa kipo karibu, chenye akili au kisichokuwa na akili. Lakini tukaangalia majina kama vile kitabun, qalamun, waraqun, kursiyun, maq'adun, maktabun. Tukasoma vile vile babun, jidarun. Hatumai mpaka hapo tukomee somo letu la leo. Tukutane panapo majaliwa kwenye somo la pili.
Asanteni kwa usikivu wenu na karibuni tena kwenye somo letu la mwendelezo, somo la pili.